gazetini tunaita AGR. Pengine unaweza pata gazeti lako uweze kujisomea mengi zaidi. Kwa hivyo moja kwa moja tuanze na ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la The Standard, ambapo tunamuona nani huyo. Tunaona kwamba shirika la Judicial Service Commission kujua nani jaji ama hakimu mkuu leo hii. Ni katika ukurasa wa 4. Vile vile tunaangazia hapa kwamba kuna kichwa kimeanza kuwanga wabunge, vile vile wale ambao wanatazamia ama wana azimio la kuwania vyeti mbalimbali ama viti mbalimbali mwaka wa 2022. Manake kuna uwezekano kwamba kukue na kwamba yeyote ambaye hana shahada hawezi kwenda kuwania kiti chochote, kinyume na hali ilivyokuwa hapo mwaka wa 2017. Hayo ni katika ukurasa wa 8 na 9. Vile vile tunaona hapa rais alianzisha tunaita the first semiconductor factory, kini kiwanda cha aina yake ndani ya Afrika ama Afrika yote. Kiwanda cha kwanza kabisa anaitwa First Semiconductor Factory. Yote tunaenda kuiangazia hayo katika ukurasa huo. Vile vile Tanzania tunaangalia jinsi Kenya inapata vyakula kutoka nchi jirani ya Tanzania. Hayo ni katika ukurasa wa 16. Ni hayo katika ukurasa wa kwanza. Tuenda moja kwa moja hadi ukurasa wa 2, ambapo tuangazie tuone ni yapi yale yaliyomo. Kama kawaida gazeti letu la The Standard, tunaingia katika ulingo wa siasa kidogo. Tunarudishwa pale nyuma, yale yalikuwa yakitendeka hapo miaka ya 1900. Tunaangazia yote yaliyokuwa yanatendeka, na leo hii tunaangazia kwamba kubadilishwa kwa katiba. Unajua sasa hivi viongozi wengi wana matumbo joto kulingana na mfumo wa BBI, ambao sasa hivi umeleta mkanganyiko zaidi. Kuna wale ambao pinga mabadiliko ya ama kufanya katiba mabadiliko, kuna wale wanaounga mkono, na haya tu kulingana na ukurasa wa 2. Haya hayajaanza sasa hivi. Kwamba wanasema kwamba kizungu anasema history repeats itself, kwamba historia hujirudia. Ndio hivyo tunasema kwamba haya kubadilisha katiba hayajaanza leo, kwamba mwaka wa 1976 haya pia yalitokea, ambapo baadhi ya viongozi vile vile walitaka kufanyia katiba marekebisho, hasa ili kuridhi uongozi waliyekuwa kiongozi wa kwanza Jomo Kenyatta. Baadhi ya viongozi walikuwa wanaongoza kikundi hicho ni kama James Gishuru, Paul Ngei, Njenga Karume. Wenye walikuaga hapo kitambo walikuwa marafiki zaidi wa karibu wa Jomo Kenyatta, lakini sasa mwishowe ukiona kwamba muda wake umeanza kuyoyoma, umeanza kuishaisha, wakaamua kwamba wataungana wote pamoja na aliyekuwa kiongozi mwenye alikuwa anaheshimika zaidi na vile vile alikuwa anajulikana zaidi, alikuwa anaitwa kama Kihika Kimani. Kihika Kimani ndiye alikuwa babake Susan Kihika, ambaye ni seneta wa Nakuru. Kwa hivyo unaona jinsi historia inazidi kujirudia, kwamba wakati huo hao yote alikuwa yanatendeka sasa hivi, na vile vile ilikuwa ni kumzuia aliyekuwa naibu wa rais wakati huo, ambaye alikuwa anaitwa Daniel Toroitich Arap Moi, kumzuia ili asiweze kuwa kiongozi wa nchi ya Kenya. Vile vile haya tunaangazia sasa hivi, tunaona hapa katika nchi yetu sasa hivi BBI. Vile vile kuna wale wamejitokeza ili pengine wafanyie katiba marekebisho, watoe hicho kiti cha naibu wa rais. Vile vile pengine wazuie ambaye ni naibu wa rais William Ruto kurithi uongozi kutoka kwa Uhuru Kenyatta. Lakini sasa hivi tunaona kwamba mambo ni tofauti, manake mtoto wake Jomo Kenyatta ameweza kushiriki katika mabadiliko haya, manake ndiye anaongoza kwamba kuwe na mabadiliko ya katiba, kinyume na mwaka wa 1976 wakati Jomo Kenyatta ambaye alikuwa ni kiongozi mashuhuri kabisa, ambaye alikuwa ni baba wa taifa la Kenya, aliweza kuwaonya na kuambia hoya, hii kazi mnafanya haitaleta faida yote. Kwa hivyo ikabidi wametulia kidogo. Mbali na hayo, sasa hivi tunaona kwamba Uhuru Kenyatta mwenyewe ndiye anayeongoza mabadiliko hayo. Katika ukurasa wa 3 hapa
Hapa ni kisa ambacho kimeleta utata zaidi, ambapo majina ya hawa wahusika yameweza kufichwa kidogo. Kuna jamaa mmoja ambaye alizaliwa mwaka 1981 ambaye sasa hivi inakadiriwa kwamba akona miaka zaidi ya 40. Na wajua kawaida mtu mwenye akona miaka 40 pengine ni mtu ameoa, ni mtu akona watoto wake. Sasa hivi amepeleka babake kotini. Babake hatujajua kama ni babake, lakini anasema huyu ndiye aliyekuwa babake. Amempeleka kotini akidai kwamba baba huyo aweze kumkubali kama mtoto wake. Kumbuka ni miaka 40 shapita. Sasa hivi kesi iko kotini, anataka kwamba babake amkubali, kwamba stakabadhi zake ziweze kutumia majina ya babake ambaye hajawahi mlisha, babake ambaye walikosana na mama huyu jamaa kitambo. Inasemekana kwamba babake na mamake walikutana wakati walikuwa shule ya upili, babake akiwa kidato cha 4 na mamake akiwa kidato cha 2. Kwa hivyo ndo hayo yakaendelea hivyo, yale mapenzi ya shule kidogo, tukapata kwamba jamaa huyu akapatikana. Kwa hivyo hayo yote yakaenda, huyu jamaa ama aliyekuwa babake ambaye tuseme anamshuku kwa babake, manake utafiti hujafanywa, DNA ndo sasa hivi imefika kwamba wafanye DNA ili waweze kubaini kweli kama huyu ndiye babake. Kwa hivyo hayo yaliendelea hivyo, mamaka akaweza kumlinda kutoka utoto hadi mtu uzima sasa hivi, lakini sasa hivi ndo anataka kwamba babake akubali kwamba yeye ni mtoto wake, na vile vile aweze kumkubali kutumia majina yake katika stakabadhi zake. Ni kisa ambacho kimeangaziwa hapa zaidi, ambapo tunaona hapa jaji mkuu anayeitwa Aggrey Mchelule amesema kwamba lazima DNA iweze kufanywa kwa siku 60 zijazo ili waweze kuangazia kama yenyewe huyu ni babake, ili waweze kuamua kesi hiyo. Ni kesi ya kutatiza zaidi ambao utaipata katika ukurasa huu wa 3. Naam, ukurasa wa 4 hapa tunaangalia shirika la JSC ama ukipenda Judicial Service Commission, ambayo imeanzisha vita ili kujizuia. Uliona kwamba koti ili kidogo ilikuwa inataka kusimamisha chaguo hilo, ama ule uchaguzi walikuwa wanafanya mahojiano yale ili kubaini nani atakayekuwa jaji mkuu baada ya aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kuenda nyumbani. Kwa hivyo sasa hivi tunaangazia wanaangalia hapa, na vile vile leo inabainika kwamba pengine jaji mkuu anaweza kutangazwa ambaye atakuwa hakimu mkuu ama chief justice. Sawa, ni katika ukurasa huo wa 4. Ukurasa wa 5 sio ni jambo la kutufaidi hapa. Kwa hivyo tutaenda moja kwa moja ukurasa wa 6, sijaona jambo lolote hapa. Ukurasa wa 7 hapa ndo tunaangazia mambo pale pwani. Pale kuhusu jinsi mambo ya siasa, hasa katika ulingo wa siasa yanaendelea. Ambapo hapa tunaona gavana wa Kwale ambaye anaitwa Salim Mvurya sasa hivi amekubali kuwa na vikao anuai pamoja na viongozi wengine katika sehemu hiyo ya pwani, ili waweze kubaini jinsi wataongoza kutoka pwani, na vile vile jinsi watakavyoanza chama cha pwani ambacho kitajumuisha watu wote wa pwani, wakati wanaangazia kwamba pengine waweza chukua uongozi, pengine wataenda kuchukua uongozi wa nchi hii. Hayo ni katika ukurasa huo wa 7. Ukurasa wa 8 ndio naenda kuzungumzia kidogo, tukimbia madukani pengine nitarejea, lakini ukurasa wa 8 hapa bado tuko katika ulingo wa siasa, ambapo hapa tunaangalia nani hawa. Mwaka tunasema ilikuwa 2012 kulikuwa na tunaita section 22 kipengele 22 of the Election Act 2012, ambacho ni kipengele kilikuwa kinasema kwamba yeyote ambaye atakayewania wadhifa wote wa kisiasa pengine nchini Kenya aweze kuwa na shahada yeyote, hata kama ni diwani wa bunge, lazima awe na degree ndipo aweze kuwania kiti chochote. Lakini tuliangazia kwamba haya hayakutendeka katika kura ya uchaguzi mwaka wa 2017. Katika uchaguzi huo hayo
kutekelezwa. Kwa hivyo sasa hivi tunaona kwamba kuna uwezekano kwamba mwaka wa 2022 haya huenda yakaweza kutekelezwa, ambapo yeyote atakayewania kiti cha ama uongozi wote ama wadhifa wote wa serikali lazima awe na degree. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo litenda kuzuia wengi zaidi, hasa madiwani. Vile vile kuna wabunge ambao kweli hawana shahada, kwa hivyo wengi zaidi watazuiliwa ili ama kujitokeza ili kuwania viti mbalimbali. Sijui kama itafanyika, hatuelewi, pengine haya yatangaziwa baadaye wakati bunge lishapitisha hayo. Na ikiwa hivyo, tuliona kwamba BBI ilipotoa huo mfumo, wengi wa madiwani waliweza kusema la, kazi hiyo manake tunajua kwamba uongozi si masomo. Uongozi upeana na Mungu, kwamba uongozi bora si masomo. Wengi walikuwa nasema kwamba si lazima uwe na degree ndipo uweze kuwania viti hivyo vya ubunge. Hao ni katika ukurasa huo wa 8 wa gazeti langu la The Standard. Tukimba dukani kidogo, tarejea nikupashe zaidi. Hata encyclopedia ya Ekegusi na soybeans zote zipo. Nairobi Supermarket. Asante sana, karibu tena. Tuangazie haya katika ukurasa wa 12, ambapo tunaangazia hapa principals ama walimu wakuu wa shule za upili wameanza kutoa, baadhi ya walimu hao wameanza kutoa lawama. Manake wanaangazia kwamba kuna wale ambao wapo katika jamii, karibu na jamii zao, ambao wamepata shida zaidi kutekeleza uongozi wao katika shule hizo. Vile vile unapata kwamba kuna BOM ama tunasema Board of Managers, ambayo inajumuisha watu wa eneo hilo. Pengine mwalimu huyu anatoka eneo hilo, unapata kwamba inakuwa vigumu zaidi mwalimu huyu kutekeleza wajibu wake kama kiongozi wa mwalimu, kwamba hawezi fanya uamuzi wake. Manake hata pesa kwa benki lazima mwenyekiti wa bodi hiyo aweze kuwapo ili aweze kutia sahihi pesa hizo ziweze kutoka kwenye benki kufanya kazi 2-3. Lakini unapata kwamba pengine unapata kwamba walimu hawa wamekosana kidogo na mwenyekiti wa bodi hizo. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu zaidi kwamba lazima kazi itekeleze. Vile vile kuna yale majukumu, pengine unameona kama mfanyakazi fulani hayuko competent, pengine hafanyi kazi yake vilivyo. Kama kiongozi, kama mwalimu mkuu, pengine anaweza taka kwamba amfute kazi aweze kuleta mwingine. Ndio hivyo bodi na kuja naambia huwezi fanya hivyo, huyu anatoka hapa kijijini, kwa hivyo hawezi futwa kazi. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu zaidi. Hao yote yameangaziwa jinsi walimu wakuu wanapitia mengi katika uongozi, hasa katika kuna hapa anayeitwa ni kiongozi ama mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Uasin Gishu, ambaye anaitwa Patrick Mbaka. Alihakikisha na kusema kwamba kuna kesi zaidi katika ofisi yake, ambapo unapata kwamba walimu wakuu wamekosana na wenyekiti wa bodi. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu kuendesha shule ama shughuli za shule. Kwa sasa hivi Mbaka anasema kwamba hakuna kesi 2 kutoka Kapkoiga na Kerita schools. Hizo ni shule za upili ambapo walimu wakuu ama principals wamepata ugumu zaidi kutekeleza
kutekeleza wajibu wao, manake pengine bodi inaweza inawazuia kwa kimo sana, kimo kikubwa. Vile vile katika ukurasa huo wa 12 tunaangazia mwanamke mmoja ambaye anaomba haki yake iweze kutendeka. Mwanaume huyu aliweza kudhulumiwa na mwanapolisi katika baa moja, katika danguro moja pale North Imenti, kaunti ya Meru. Kezia Gaki, anajiita Kezia Gaki, ambaye ana umri wa miaka 20, na amesema kwamba mwanapolisi huyo ambaye ni wa kituo cha Naari kinachopatikana pale Buru sub county, sema alimgonga na chupa ya bia kwenye uso na kumsababishia majeraha zaidi, ambayo ilimkatakata na kumfanyia kupelekwa pale hospitali ya Meru Teaching and Referral Hospital ili aweze kupata matibabu. Japo hayo yote alikimbia pale katika kituo cha polisi cha Meru Police Station ili pengine aweze kushtaki hayo. Kulingana na kutokana na hicho kituo cha polisi, faili yake iliweza kufunguliwa na ikatumwa kwa ODPP ili aweze kuangazia mambo hayo. Ngawaje walisema kwamba mwanapolisi huyo si wa kituo hicho. Kwa hivyo hicho ni kisa ambacho kinaangaziwa hapo katika ukurasa wa 12. Na yaliyoleta hayo ni ile mwanamke huyu alimwendea mwanapolisi huyo kumwambia, una deni la shilingi 720, tafadhali ukumbuke kulipa leo. Ndo hayo huyu mwanapolisi kidogo akaona kwamba amemjibu vibaya ama amemuuliza vibaya, ambayo ilisababisha yeye kumpiga na chupa ya bia. Sijui unajua tu chupa ya bia ukigongwa nayo usoni, ule uchungu pengine utaweza kupitia. Hayo ni katika ukurasa huo wa 12 wa gazeti hili la The Standard. Vile vile tunaangazia katika ukurasa wa 16 hapa, tunaangazia jinsi vyakula vya bei nafuu vinavyopita kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania ili kuwezesha pengine wa Kenya kufanya biashara. Ndo hivyo. Na vile vile ushuru ambao pengine umeweza kusanywa kutoka mpaka huo wa Kenya na Tanzania kwa miaka 3 sasa ni shilingi milioni 15 tu. Kuonyesha kwamba, na wengi wanaonyesha kwamba hapa vyakula ni vingi vinapitishwa, bidhaa ni nyingi zinapitishwa kutoka nchi jirani kuja nchini Kenya, lakini pengine ushuru wezi kusanywa, manake kuna wale wanaoleta kwa njia gushi, manake mpaka huo pengine wanaita porous borders, kwamba inapitika tu. Kwa hivyo hayo yameangaziwa katika vile vile ukurasa huo wa 16. Kumalizia ni maoni kama kawaida, ambapo unajua kwa muda sasa mengi yameshaongelewa kuhusu bangi. Mengi yameshaongelewa kuhusu bangi, ama ukipenda cannabis sativa, naam. Kunradhi. Wengi wameshaongelea hayo. Kuna baadhi ya viongozi vile vile wa Kenya ambao wanasema kwamba ni vyema kwamba upanzi wa bangi hii uweze kuhalalishwa humu nchini. Na kuna baadhi ya wale wanasema kwamba bangi ikihalalishwa humu nchini pengine itaharibu akili za vijana wengi, na vile vile tutapoteza kizazi kijacho. Kwa hivyo sijui wewe mwenyewe unaangazia vipi, unaangalia aje, maoni yako ni yapi kuhusiana na mambo haya? Bangi iweze kuhalalishwa nchini, isihalalishwe? Ni katika ukurasa wa 19 na mwisho kwa leo. Kwa hivyo tukutane hapo kesho katika meza hii ya magazeti, ambapo tutaangazia kama kawaida nikiwa na mwenzangu hapa Videlis. Leo hajafika, pengine amefinyika kidogo. Kwa hivyo hadi kesho sana wakati kama wa leo, nite Edwin Mukaya. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us, we are out here working all the time.